inasema kuhusu mwanadamu. Mwanadamu ni mwenye dhambi. Biblia inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunapofikiri juu ya dhambi, mara nyingi huwa tunafikiri juu ya wizi, mauaji, uzinzi na kadhalika. Alisema imekwisha. Hili lilikuwa ni neno la kusisimua katika maandishi yake ya kiasili. Lilikuwa ni neno la kibiashara lililomaanisha imelipwa. Deni imelipwa kikamilifu. Alipokufa alizikwa kaburini. Siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni ili kutuandalia mahali kwa ajili yangu na yako. Baadhi ya mambo kule kitabu chetu jinsi kilivyo, fahamu kitabu chako, maana ili usije ukafika kuchanganya kuhusika na hicho. Kwa mwalimu atahusika kwa namna moja ama nyingine. Sawa watu wa Mungu. Kwa hiyo unaona katika hapa anasema mchoro mlipuko wa GSKM 1, maana ukurasa wa kwanza, ijapokuwa katika wanapotoa wao katika chapa waliweka ni ukurasa tumeangalia kule ndio ule ubavuni kule. Sawa watu wa Mungu, tumeshaelewa. Mchoro alafu hapo tunaanza kuchora. Karibuni. Salamu, habari. Karibuni ndani. Salamu. Karibuni mkae. Habari za hapa ndani? Salama tu za kweli. Salama kabisa wewe. Salama. Unaendeleaje hapa nyumbani? Vizuri tu. Kwa salama kabisa. Labda marafiki ambao wanasali au? Wapo ila sana sana hapa nyumbani ni watoto wangu labda ndio wanasali hapo kanisa hapo nyuma. Kwa mchungaji nani wasiposi. Sawa sawa. Ngoja pia na marafiki wengi ambao wanasali hata kabla sijapokea uzima wa milele. Nilikuwa sina marafiki hapo. Nilikuwa na marafiki wengi ambao walikuwa wanasali.
lakini kuja kujua kuwa ninao uzima milele. Ni vile nao wapenda kujua pia. Ndio. Kabla sijafanya hivyo, naomba nikuulize swali la pili. Kama unaishi vipi hivyo na watu wapenda kuuliza, mweleze vizuri labda, yaani namna gani uko unaishi na watu? Yaani kama hivi kaka, unakuwa tu yaani hauna ugomvi na mtu. Sina ugomvi na watu, nashiriki kwenye matukio ya kijamii kama hivi kuna misiba. Yaani mimi ni lazima nishiriki. Kwa hiyo sikuwa na shida na mtu yoyote. Kwa hiyo nitamwambia tu kwamba mimi sikuwa na shida na watu kabisa duniani. Sawa. Kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Zawadi haiwezi kuwa zawadi kama utaifanyia kazi au kulipia pesa, si ndio? Tunashindwa kukitenda, kama vile kushindwa kuomba, kushindwa kusoma Biblia, au kushindwa kumpenda jirani yetu kwa kweli. Biblia inasema ni dhambi. Dhambi pia si katika kutenda tu, bali ni katika maneno na mawazo, kama vile kusema uongo, chuki, wivu, majivuno. Biblia inasema hayo yote ni dhambi. Inasema kwamba siku moja vitabu vitafunuliwa na kila kitu kuhusu maisha yetu kitawekwa wazi. Mimi ninaamini kitu kimoja, kwamba kama ikiwa nitahukumiwa kulingana na mambo yaliyoandikwa kwenye kitabu cha maisha yangu, nitapata hatia, na nina hakika kwamba hii ni kweli kuhusu kila mtu. Hapa basi kuna shida, dhambi zangu. Mungu ananipenda, lakini anazichukia dhambi zangu, naye ni lazima aziadhibu. Ili kutatua tatizo hili, Mungu alimtuma mwanaye mpendwa duniani. Biblia, kitiki ambacho kimetia mtu ni na hiki kisichokuwa na mtu ni Yesu Kristo. Kwa muda mrefu niliamini kwamba Yesu kweli alikuwepo na angeweza kunisaidia, lakini sikuwa na uzima wa milele kwa sababu nilitegemea matendo yangu mema mazuri yatanifikisha mbinguni. Je, unakumbuka ile uliyosema kwamba utamwambia Mungu kama akikuuliza ni kwa nini nikuruhusu ingie mbinguni kwako? Nakumbuka. Wewe ulisema kwa sababu unaishi mwanzo kwamba wewe uliishi vizuri na watu mpaka kwenye yale Kristo amekufanyia msalabani. Sawa? Haya, Yesu Kristo yu hai na anaishi, yuko tayari kuingia ndani yako na kukuokoa kutokana na dhambi zako pamoja na ovu zako. Yeye pia anasema hivi katika Biblia, ukimruhusu kwamba ingie ndani, inamaanisha kwamba umejitolea kunyenyekea na kuishi maisha yale ambayo Yesu anayataka. Ina maana kwamba unamruhusu Yesu kushika usukani wa maisha yako na kukuendesha kwenye kila kitu katika maisha yako, kwamba yeye ndio awe dereva wako. Je, uko tayari kupokea uzima wa milele? Uko tayari Bwana? Asante. Je, uko tayari kutubu? Yesu, ninakuja mbele zako. Ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. dhambi zangu zote nilizozitenda, zingine kwa kujua, zingine kwa kujua, zingine kwa kutokujua, zingine kwa kutokujua. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Ninaomba uingie ndani yangu, Uingie ndani yangu. uishi ndani yangu, Uishi ndani yangu. ukawe kiongozi wangu, Ukawe kiongozi wangu. siku zote. Muumbaji, unaweza kusema Mungu mfalme hapa. Hicho kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, unapoomba unashukuru, inaitwa shukrani. Unatakiwa kumshukuru Mungu kwamba umemwita Mungu na umwambie tena Mungu asante. Inamaanisha tu inatosha, umeelewa? Lakini bila kukariri, ukiwa kazini utapoteza akili. Kwa hiyo katika darasani, naomba kariri vizuri. Kwa nyuma kabisa kitabu ukurasa 73 ipo. Lakini ingawa Injili tukifaulu kuongea isikuwepo
kazi za Roho Mtakatifu itakuwa bure. Sawa? Nilipoingia jeshi ya Korea, vijana wengi wakahudhuria jeshi kwa taifa la Korea, wakakusanya darasa ili unaweza ukafanya kazi kwa muda mfupi, baadaye kwa kosa uaminifu wako ukawa unasema vitu vingine tofauti na vile ulivyotumwa ukaseme, unaweza usifanye kazi muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona ni vema kutembea, kushirikishana. These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as white in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. There is no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call. Lakini Biblia inatuambia kuwa dhambi ni chochote kile ambacho hakimpendezi Mungu na ni kutenda kinyume na sheria zake. Chochote kile tunachokitenda ambacho hatutaki kukitenda, kama vile kukasirika, kuiba, ni dhambi. Na chochote. Kabla hatujaendelea mbele kidogo, nitamani niwaulize swali. Je, unafikiri katika maisha yako umefika mahali ambapo kama ukifa leo hii una uhakika wa kuingia mbinguni? Hapana. Inabidi niende kwa mganga ili anisaidie kwenye shida niliyokuwa nayo, lakini baada ya kwenda kwa mganga akanirudisha, akasema uje baada ya siku kadhaa mbele. Swali la kwanza walijibu ndio, kwamba wanahakika wanaweza wakafika mbinguni wote wawili. Lakini swali la pili ni kwa nini Mungu hawaruhusu waingie mbinguni? Upande wa Kristina, yeye alisema kwa sababu anaimba kwaya, hiyo inaweza ikamsaidia yeye kufika mbinguni. Na upande wa Anesi alisema yeye kwa sababu
anahudhuria kanisani na anafika hadi kanisani anaabudu. Kwa hiyo yeye akaona hilo ndio linaweza likamfikisha mbinguni. Lakini pia tulishiriki naye Injili, lakini matokeo alikubali. Kusema uongo, tamaa mbaya, majivuno, wivu na chuki. Biblia inasema haya yote ni dhambi tena. Mungu anawezaje kuwa mwana wa pendo anapoonyesha haki au mfano kitabu cha taarifa ya namba? Hebu fikiri kwamba kitabu kilichosema elfu sabini nilivyozoea maisha yangu aliyeelewa ilitendo akiwa amesimama mbele ya neno la ndoa inakosa elfu sabini. Kwa hiyo Biblia inasema kuwa siku moja ya mwisho Yesu alisema imekwisha. Neno la kusisimua kwamba yeye ndiye sasa alipokufa na sote tutasimama mbele yake tukiwa na hatia, kwa sababu tunajua hizo sheria zake zinaweza kuwa yeye pia lazima akamaliza kwa ajili ya dhambi yetu, kwa sababu ni mwenye haki. Lakini pia Mungu anapenda hata kujua kitu. Bila shaka unaweza kuona kwamba hapo Mungu anaweza kuweza kweli na kuonyesha haki. Wala si mwenye kuhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao, na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Surona yeye kwa sababu ni wa haki lazima azimu, lakini ana rehema. Hapo anaanza mwanzo, si ndio? Ana rehema, lakini lazima asimamie haki kwa kizazi ambacho nini kiovu. Watu wanaofanya uovu lazima wazimu. Bila shaka angekuwa mtu mzuri sana, sivyo? Lakini hata kama angekuwa mzuri hivyo, yeye bado angekuwa amefanya makosa zaidi ya 1000 kwa mwaka. Kama akiishi kwa miaka 40, angekuwa amevunja sheria ya Mungu mara 40,000. Hebu fikiri juu ya mhalifu aliyezoea uhalifu akiwa amesimama mbele
His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen. Bwana akubariki na akulinde, akuangazie uso wake, neema iwe juu yako, akuinulie uso wake na kukupa amani. Bwana akubariki na akulinde, akuangazie uso wake, neema iwe juu yako, uinulie uso wake na kukupa amani. Kwako na hadi vizazi elfu, familia na watoto wako na wao, fadhili yake iwe kwako na hadi vizazi elfu, familia na watoto wako